Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika, imetimia mida ya saa 1 jioni, na ikiwa ni kwamba leo ni tarehe 27 mwezi Disemba mwaka 2025, na kukaribisha katika ripoti ya wikendi. Ungana nami hadi tamati. Langu jina Ronelfa na mwelekezi wangu akiwa ni Bwana Mongare Alex. Karibu. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ametangaza kuwa serikali itashirikisha vikosi Amesema kwamba serikali itashirikisha vikosi vyake kikamilifu katika msako mkali dhidi ya pombe haramu na usafirishaji wa dawa za kulevya, hasa katika maeneo ya mipakani ya Kenya na Uganda, katika kaunti ya Trans Nzoia na Busia. Akizungumza wakati wa fainali ya kombe la Masegeri mwaka 2025 katika eneo bunge la Sabot, kaunti ya Trans Nzoia, Murkomen alisema kuwa matumizi ya dawa za kulevya yanaendelea kuadhiri vijana wengi, na anawataka wananchi kukataa maovu ya kijamii na kumunga mkono juhudi za kujenga taifa. Aliongeza kuwa serikali inaendeleza mipango ya kuwawezesha vijana kiuchumi ili kuchochea maendeleo ya taifa. Kudhibiti the use of alcohol, drugs na bangi. Isikuwe ni hii siku leo peke yake, but tupeleke hiyo campaign mpaka siku za uko mbeleni, so that we can have a community. Ya mwisho ni just to ask you youth, don't accept to be used by anybody to commit crime, especially mambo kama za goons or criminal gangs. Desist, msikubali. Shida kubwa hapa Trans Nzoia ni mambo ya miadarati na pombe haramu, na tumekubaliana kwamba tunaweka bidii. Tuko na shida kidogo kwa sababu Trans Nzoia ni border county, Bungoma ikielekea Busia na kwenda huko West Pokot. Hiyo porous borders ndio wakora wanatumia kuleta pombe haramu ambayo inaumiza vijana wetu. Lakini mwaka ujao tutaendelea na ile tulisema crackdown, kuhakikisha kwamba tumepambana na wale aswa mabwenyenyi ambao wanatumia pesa zao kuumiza vijana katika taifa. Na serikali ya Kenya imeanzisha mpango wa kujenga mnara wa kihistoria katika mgombe wa Chepete iliyoko katika eneo la Webuye Mashariki, kaunti ya Bungoma, ili kuwaenzi na kuwakumbuka mashujaa wa jamii ya eneo hilo waliopoteza maisha yao wakipigania uhuru dhidi ya utawala wa kikoloni na Waingereza. Akizungumza wakati wa tamasha la kitamaduni la Tachoni, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula alitangaza kuwa mnara huu utajengwa katika ardhi ya ekari 20 na utakuwa kitovu cha utalii wa kihistoria kwa lengo la kuhifadhi urithi na jamii hiyo na kuenzi mchango wa wapigania uhuru. Viongozi wa eneo hilo wamelipongeza jambo hilo na kuwataka wakazi kudumisha umoja na amani wanapojiandaa kukaribisha mwaka mpya. Ikiwezekana tutenge pesa ya serikali tujenge monument mzuri hapa, tukijua watu wetu walikufia hapa, wengine waliponea hapa. Hakuna haja ya kuwa monument hapo Chetambe na ofisi hapa town. Let's have a complex there. Na kama shamba iko hata ikiwa kwa mikono ya watu binafsi, tutafute pesa tununue. Kama jamii za Kenya, umoja wa jamii ndio umoja wa nchi yetu. Mkizingatia utamaduni wenu ndio kulinda mila zetu. Wakazi wa eneo la Transmara wametakiwa kusitisha mapigano yanayoendelea na kuwasilisha silaha zote haramu kwa serikali kabla ya kuanza kwa mwaka mpya. Wito huo umetolewa na naibu gavana wa kaunti ya Narok Kiprono Koech
Tumalinye wakati wa ibada ya mazishi ya John Mibei. Dereva aliyekuwa akisafiri kupigwa risasi na majangili katika eneo la Agata Barakoi. Katika hotuba yake, naibu gavana aliwahimiza wanajamii wanaoishi katika maeneo ya mipakani kuenzi amani na mshikamano, akisisitiza umuhimu wa maelewano katika jamii zinazosimamiana ili kuvuta suluhu na huduma kwa mizozo hiyo. Serikali ya kaunti ya Narok imeunda kamati yenye wanachama 120 walioteuliwa kutoka kwa jamii zinazohusika katika mapigano hayo. The time kama kaunti kuhakikisha tumepata suluhisho ya Agata. Tulijaribu ile yote tuliweza, lakini mambo ilienda vile ilienda. Hii ingine imeanza hapa chini, ndio imetuletea shida ile kubwa sana katika Kenya hii. It has been the topic of this country for the last 1 week that kuna vita iko Agata na watu wanauliwa kiunyama kwa barabara. Hiyo ni kitu haijaifanyika. Tunasikianga hii maneno kule Baghdad, kule Iraq. Sio Agata, ifai kuwa Agata. Ilikujaje mpaka ikafika hapa Agata? Kama uliuza shamba na unataka kulete mzozo, tunafaa kukemea, hatutaki maneno kama hiyo. Rafiki na jamaa wamekusanyika kwa ibada ya ukumbusho ya aliyekuwa mbunge wa Rugari marehemu Silas Chirongo inayoendelea katika kanisa la St. Mvari Road siku chache kabla ya mazishi yake. Chirongo alifariki dunia mnamo tarehe 13 Disemba katika barabara baada ya gari lake kugongana ana kwa ana na gari jingine katika eneo la Naivasha. None of the airbags deployed. Not a forensic investigator, but we're just asking ourselves questions. Airbags will deploy when a car is in motion and the engine is running. So was this car running? Was the engine running? It was placed there to be hit? These are the questions we want answered. We need to have thorough investigation on everything that is questionable. It does not presume guilt on anyone to have thorough investigation. And I offer to buy the torch, Khaniri, in that respect. Because the truth is important. And the truth is not presumption of guilt on anyone. The second thing is, for those of us, especially, let us be each other's brothers' keeper and sisters' keeper. And especially David Murade, those of us from the Uji and Chai Society. Families cannot put food on the table. Up north from Garissa to Wajir to Mandera, people are starving. And we cannot feed these families. And here we are talking about Singapore. He would have asked, our health sector is in a mess. For the first time, Kenyatta National Hospital is about to collapse. Just like a 100-year-old hospital in Kakamega called St. Mary's Mission Hospital that has been there since the colonial times is collapsing because of the failed SHA policies. He would have questioned some of these things. Was actually making arrangements to better secure himself. This accident came before that time. So those questions will linger. But for now, we stand with the family. We say farewell to a person who had a large heart, generous, who saw people for who they are, a person who not only loved the Mlembe nation, but humanity. He was such a leading developer that Nyayo approached him to lead YK92. He was the only person at that time, and by that I mean African, who was a developer and a contractor who was putting up estates in Nairobi. The only other Kenyan I knew was Kenneth Gino Matiba. Chirongo was one of them. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa kwa wakati wako, ila usiende mbali wakati ambapo naenda mapumziko kwa muda usio mrefu. Nitakaporejea nitazidi kufahamisha mengi ambayo yamejiri katika nchi yetu ya Kenya.
mtazamaji wa Ndizi TV Africa, popote pale ulipo, tumetembea nawe tangia mwaka huu ulipoanza hadi sasa tuko karibu kutamatisha. Na kutakia Krismasi njema na mwaka mpya mwenye mafanikio tele tele. Kumbuka kwamba ni mengi ambayo tumeyapitia, magumu, mazuri, na kuna wale ambao wameshabarikiwa zaidi. Na wale ambao wamebarikiwa kidogo, tujue kwamba tusaidiane sisi kwa sisi, tuhakikishe kwamba tunapovuka mwaka tumshukuru Mungu kwa yote. Na bila shaka kutoka Ndizi TV Africa, vipindi vyetu vyote, sauti ya uongozi, mpasho saa 7, Ndizi saa 1, tunakutakia kila la heri na heri njema ya Krismasi na mwaka mpya wenye mafanikio. This festive season, treat yourself at Camel Park Hotel, just 5 kilometers from Kisii town off Kisii-Kilgoris Road. Enjoy luxury, comfort and a 10% discount on all accommodation services. Book now and celebrate in style. Camel Park Hotel, the pride of Kisii. Hello, what's up my beautiful people? I go by the name Aleka Alex. Na ndani ya Ndizi TV Africa from ile show ya Urban Blaze. We just want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Stay safe, stay tuned ndani ya Ndizi TV Africa. Kwa ile show ya saa 8 hadi saa 10 inajulikana kama Urban Blaze with your favorite host Aleka Alex. Top shooter, Merry Christmas. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa. Na karibu tena. Tunaposonga mbele ni kwamba shughuli za kawaida za kibiashara na usafiri zilitishwa kwa muda, huku wakazi wa maeneo ya kambi ya juu ya Kulamawe wakifunga barabara kuu zilizoganganisha vijiji hivyo vya mji wa Isiolo, wakipinga kitendo cha kupigwa risasi kwa kijana mwenye umri wa miaka 23, hali iliyozua taharuki na ghadhabu miongoni mwa jamii ya eneo hilo. Chini kijana rafiki yangu, ndugu yangu, na nilijaribu sababu hakuna respond yote. Nilijaribu kumbeba, hata ukiangalia shati yangu nyuma iko na damu. Nilijaribu kumbeba ili at least tuokoe maisha yake, lakini ikakuwa sitaweza. Tulipiga station tukaambiwa hakuna gari kwa within. Sasa vile tunataka serikali by the way mtupe security. Sasa unaita mtu ajitembea usiku. Ukipiga saa 2 lazima uko kwa nyumba. Ukitembea masaa mengine hapa utapigwa, utaporwa, mwisho wanakumada tu. Hivyo tu atarudisha. Waende tuleto fresh watu fresh. Ile kitu inaniudhi ni ya kwamba binadamu achukuliwe maana kama yule ndovu. Yule ndovu akiuawa inafuatiliwa mpaka haki hiyo ndovu inapatikana. Lakini mwanadamu akiuawa hakuna askari hata mmoja amerespond mpaka saa hii. Maaskari wetu ndio wanataka kujua kazi gani wanafanya. Kama ni Saturday tunabishana na wako kijiji wako kujia return. Kweli hiyo return watatuambia kama ndio kazi yao.
Katika miteremko ya Mlima Kenya, mamia ya wahujaji kutoka lika mbalimbali walikusanyika na kuyageuza mashamba ya kawaida na mashamba ya kahawa kuwa maeneo takatifu ya maombi. Wakiwa wamejawa na imani na matumaini, wazee, wanawake, vijana na watoto walishiriki katika ibada hiyo ya kipekee, wakiomba kuwa ni nia moja ya kuhimiza amani, mshikamano na udhabiti wa kitaifa, hasa wakati taifa linapoendelea kukabilia na changamoto mbalimbali za kiuchumi na za kijamii. Si kama siku nyingine, ilikuwa ni siku ya kuombea amani, na hasa amani ya wanajeshi wetu. Watu ambao Mungu husikiza sana ni askari. Maaskari au askari Mungu huwapenda zaidi kuliko sisi, kwa sababu Mungu hujua hao ndio wameshika silaha. Mkikuyu hawezi kugawanywa na wanasiasa ambao wanaangazia tumbo zao na hawajali mwananchi wa kawaida. Ukisikia mtu anasema anataka kugawanya mlima, huyo ni tumbo yake tu anatafutia. Sio mambo na kusema mambo ya maendeleo, mambo ya kugawanya Mkikuyu na Wakikuyu ama Gema community imeshikana na imeshikanishwa na damu. Uhusiano mwema kati ya mababa na baba na mama na watoto, tuwe na uhusiano mwema ili tukaweze kuishi vyema. Kwa Kenya tushikane tukiwa kitu kimoja. Naam, shukrani sana mpenzi wa runinga ya Ndezi TV Afrika. Afika tamati katika taarifa zetu za ripoti ya weekend. Zidi kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, tuko pale kama Ndezi TV Afrika. Langu jina Ronalfa na Bwana Mongare Alex. Usiku